Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wananchi, mbele yenu ni Komodo Msingiri. Leo tuna operation maalum ya vikosi vya idara maalum SMZ. Makamanda sote watano tu kwenye operation hii, tukishirikiana kwa karibu na Mheshimiwa Naibu Waziri na Mheshimiwa Naibu Katibu na wakurugenzi wake watendaji wa Wizara ya Nishati Madini. Tumeshirikiana kuanzia mwanzo hadi mwisho wa operesheni yetu. Sitaki nirudie wale wazungumza, ninachosisitiza nirudi kwa wananchi. Wananchi tunawaomba, japo kwamba serikali ina mkono mrefu na maamuzi yake kama serikali, lakini vitendo ambavyo vinaendelea sasa hivi katika mpango mzima wa masuala ya maji katika visiwa vya Unguja na Pemba vinakatisha tamaa. Jitihada kubwa zinafanyika na serikali za kuimarisha miundombinu ya maji, kuondoa tatizo hili ambalo ni gumu kwa wananchi wetu, ili liwe rahisi kuweza kumtua ndoo kichwani. Lakini sasa hivi imekuwa ni tatizo. Bado tunataka turudi kule kule. Sio kitu kizuri. Ni vyema tukaelewa miundombinu hii haijaletwa au hajajileta hapa yenyewe. Imeletwa na serikali iliyoko madarakani kuhakikisha kutatua tatizo la maji kwa wananchi wa visiwa vya Unguja na Pemba. Pia tuelewe, ili kuweza kuweka sawa mambo haya, ni vyema kila mmoja akawa mlinzi wa miundombinu hii. Lakini sasa hivi tukiangalia Zanzibar nzima kuna shida kama hii ya wizi wa waya mbalimbali zinahusiana na upelekaji na uwashaji wa mashine na mitambo ambayo inasukuma maji katika visima vyetu. Katika eneo hili kuna visima karibu 6. Lakini huwezi kuamini, tatizo kubwa ni wizi ambao umefanyika. Na tunaamini kwamba hatutaki kupeleka shutuma kwa mtu yeyote yule, lakini inaonyesha wazi kwamba waliofanya vitendo hivi ni watu wenye utaalamu, sio mtu ambaye hana knowledge ya masuala haya. Tungeshauri sana sote tuwe walinzi kuhakikisha mambo yote yanakwenda vizuri. Ningetoa agizo, ningetoa wazo, ningetoa mawazo, ningetoa maoni kwa ndugu wananchi. Sasa hivi maeneo haya tuko tayari kuimarisha ulinzi wa 100% na kuona kwamba yoyote atakayekamatwa katika eneo hili asije akamlaumu mtu yoyote, kwa sababu kama hujuma imeshafanyika na watu wakijua kwamba hujuma hii unapofanya wewe unafanyika peke yako, wanaharibikiwa watu zaidi ya 1000 kwa ajili ya manufaa ya mtu mmoja. Swala hilo halivumiliki. Tutahakikisha kuona kwamba kila mmoja anawajibika kwenye hili. Yoyote atakayekamatwa kuanzia sasa hivi, hatutampeleka tena kwa sheha, hatutampeleka polisi. Hatua zitachukuliwa za moja kwa moja kupelekwa mahakamani. Ningeomba wenzetu wazawa na sehemu zingine ziundwe sheria kandamizi ambazo zitakandamiza wale wote wanaohusiana na masuala ya uharibifu wa miundombinu ya maji. Inaonekana sheria zilizopo ni sheria rafiki kwao. Ipo haja kuunda sheria kandamizi, kwa sababu kitendo hicho kitafanyika bila kuwa na maamuzi makali na sheria kali, kwa kweli itakuwa kila siku tarudi nyuma. Dhamira ya serikali itakuwa hitimii. Kwa kweli ipo haja kuona sote tunasimamia maelekezo haya, na wale wote ambao tunawajua wanafanya kazi au wanakwenda kinyume na maagizo haya, basi kupitia masheha tuweze kuwasilisha majina hayo kwa wakuu wa wilaya. Siku ya kikao maalum tutakachokaa na kamati za wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa na masheha waweze kutuletea majina hayo. Tutaanza na wao mara moja. Kitendo hicho itakuwa tumwangalie mtu usoni. Kikubwa, kama wewe ni mhalifu, tutakula sahani moja na wewe. Hatuwezi kuvumilia uhalifu ufanyike na vyombo vya dola vipo hapa. Uongozi wa wizara tunaomba mashirikiano ya 100% kwenye hili, mtuunge mkono. Tunamwahidi Mheshimiwa Rais kuimarisha ulinzi maeneo yote ya visima vya maji na vyanzo vya maji kwa nguvu zetu zote kama jeshi ya idara maalum SMZ. Lakini hatutakuwa tayari kufumbia mtu macho yule ambaye anafanya mambo kwa makusudi kuharibu miundombinu ya maji. Kuna watu ambao wanajenga maeneo ya visima vya maji. Kuna watu wanajenga maeneo ambayo
ya uwekezaji katika masuala mazima ya maji katika visiwa vya Unguja na Pemba. Tunawapa salamu hizi kwa wale ambao wameshapata fidia, kwa wale ambao wameshapata fidia wajiondoe mapema kabla kamati hii maalum ya Mheshimiwa Rais au ya makamanda kushirikiana na wizara haijaingia kwenye eneo hilo. Tunawataka wajipange, wajiondoe wao wenyewe kwa ridhaa yao katika maeneo hayo. Ikiwezekana wavunje wenyewe kabla serikali au kamati hii maalum hajafika kwenye maeneo hayo. Kama walitegemea walipo fidia mara mbili, fidia mara mbili haitakuwepo. Tunazungumza kwa kusisitiza, tunamaanisha juu ya hilo. Tunamaanisha. Namba ya kuwasilisha.